kwa nini mtu mwingine wanaenda wawili mahali wanaombewa na mtumishi wa Mungu, lakini unaweza ukakuta mwingine akapokea uponyaji, mwingine asipokee, kwa sababu yule ambaye hajapokea muda mwingine anaweza akawa na imani ndogo, anajiuliza. Lakini pia kuna hali ile ya baadhi ya watu huwa wanawashusha watumishi. Nikisema kuwashusha watumishi, maana yake ni kama vile kuwa undermine wale watumishi. Kwa hiyo kwa hali ile ya kumundamine au kumteremsha yule mtumishi, saa nyingine inasababisha ye mwenyewe kushindwa kupokea, kwa sababu sehemu kubwa ni yule ambaye anataka kupokea ndo mwenye matatizo. Naweza nikakupa ushuhuda, kwa mfano shuhuda 2 ambazo mimi binafsi zimewahi kunikuta. Leo hii hapo mnaniona kidogo, angalau mwili uko vizuri, lakini miaka 6-7 huko nyuma ukirudi, nilikuwa nipo fulani. Kwa hiyo nakumbuka kuna nyumba moja ambaye niliwahi kwenda hapo Singida. Niliambiwa na mtu mmoja, akaniambia yule mama, bwana wewe unayesema wewe ni Muislamu ambao unaombea watu, twende kwenye nyumba fulani, kuna mgonjwa yuko kitandani, naamini kwamba wewe utamsaidia. Sasa yule mama tuliondoka naye mpaka kwa ndugu zake. Yule mama ni jirani yetu ambaye tulikuwa wako pale. Kwa hiyo akaniambia twende, tukawa tumeondoka naye mpaka kwa familia. Lakini yule mama jinsi alivyoniona, bahati mbaya sana, au alinikuta katika mazingira fulani, nimetoka zangu kuzunguka, niko na marafiki kule, chini nimepiga zangu ndala, niko na jinsi na t-shirt. Tukawa tumemwambia twende, kwa sababu Yesu hakai kwenye jinsi, kwenye t-shirt wala kwenye viatu, hapana, ni imani. Kwa hiyo kufika kwenye ile nyumba, kwanza mama mwenye ile familia alichukua muda mrefu sana kunikubalia kuingia ndani. Alipoambiwa mtumishi wa Mungu kafika, akatoka nje kuniangalia, ndio huyu. Yani kwanza alinishusha kwa sababu ya umri, jinsi nilivyovaa, akasema ndio huyu, ndio mtumishi wa Mungu. Lakini mgonjwa yuko kitandani, hali ndugu ameshakusanyikana, wanajua muda wowote anaweza akaondoka. Kwa hiyo akaenda kumuuliza mgonjwa, kuna mtumishi kaja. Ndani kulikopo na watu na watumishi wanaimba nyimbo za tenzi za rohoni. Kwa hiyo nilipofika pale ndani, wote wakabai kunishangaa, ndio huyu ndo mtumishi kweli? Kwa hiyo kuingia pale ndani, basi nikamwambia Yesu, wewe ndo unayeponya. Yesu, ninakuomba upate kumponya mama huyu. Wakati nimeanza tu maombi, yule dada akatoka kitandani, ameamka, akasimama, akaanza kutembea, akawa amepona. Basi kila mmoja akashangaa. Yule mama ambaye alikuwa ananikataa, ambaye yule ni mwanae, alikuja akapiga magoti mbele yangu pia, akaniambia kumbe mimi nilifikiri nimeokoka, kumbe sijaokoka. Na wale niliwakuta pale wote wakapiga magoti, nikaongoza sala toba. Kwa hiyo vitu vingine watu huwa wanawashusha watu wengine. Lakini kuna mfano mwingine, wakati niko chuo, kuna nyumba moja ambaye niliwahi kuingia. Niliambiwa na ndugu kwamba mama yetu ana matatizo. Kwa hiyo nikamwambia okay fine, tutaenda kuomba naye. Siku nimefika kwenye hiyo nyumba, yule mama alikuwa tayari ameshachangiwa milioni 18 kwenda India kwa ajili ya kufanyia operation ya moyo. Sasa nilivyoingia kwenye ile nyumba, nakumbuka kulikuwa na dada mmoja ambaye yule dada alivyoniona tu akasema, umekuja kufanyaje? Nikamwambia tumekuja kushirikiana na neno la Mungu, tumuombe Mungu anayeponya. Alicheka sana, yani alinicheka. Nikamwambia hata wewe? Nikamwambia ndio. Unaitwa nani? Nikamwambia naitwa Salum. Salum, wapi na wapi? Kwanza kanisa gani unaenda? Nikamwambia issue sio kwenda kanisani, issue si kwenda kwenye madhehebu, lakini issue ni nani ambaye unayemuomba. Akaniambia yani sasa hivi kuna mchungaji katoka hapa tena na kitambi na gari, hujakutana naye barabarani? Nikamwambia hapana, sijakutana naye. Akaniambia basi kila siku yeye ndo anatuombea. Nilipofika pale kumwangalia yule mama amekaa ni mgonjwa, nikamwambia mama, uko tayari tuombe? Akasema ngoja niwaze. Nikamwambia sasa Roho Mtakatifu ndani yangu akaniambia yule mama wakati anatembea barabarani, moyo wake alisikia mapigo ya moyo yanaenda haraka, tena alikuwa anaenda kanisani. Nikamwambia mama,
wakati unaenda kanisani moyo wako ulitolewa, ukapewa moyo bandia. Akashtuka sana. Moyo bandia kivipi? Basi akaniambia, wewe umejuaje? Hem, niombee, labda Mungu wako ataniponya. Kwa hiyo wakati sisi pale tunaomba, nimesema tu Yesu, naomba mponye mama huyu ili aweze kukujua wewe kuliko kujua dini na madhehebu. Wakati nimetamka tu lile neno, akasikia kitu kama kime ndani ya moyo wake umechomolewa, ukaingizwa mwingine. Pale pale akapona. Alikuwa gusi maji, akaanza kugusa maji, akapona. Akaanza kupigia ndugu zake simu, na yule dada akampigia simu, akaja pale mbio mbio. Akaanza kushangaa. Ndio pale akaanza kuniita mtumishi wa Mungu. Nakula nini? Yaani ndio swali linakuja kwamba unaanza kula nini? Yaani wewe ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo muda mwingine ni watu binafsi wanasababisha kutokupokea kwa sababu ya kuandamaini watu. Haitaki kumwangalia, kumhukumu. Labda hata mtoto mdogo namuona ana uwezo wa kutumiwa na Mungu. Usimhukumu mtu kwa sababu ana gari, eti kwa sababu anatembea kwa miguu, au kwa mavazi yake, au kwa nguo alizovaa. Jinsi unavyomuona, inawezekana mwingine ukamuona ni kichaa, lakini Mungu akimwangalia anaona ni mtumishi wake. Na ndio maana hata kwenye Biblia ukisoma kitabu cha Luka, naamini kuna story moja ambaye imeelezewa pale. Yesu alikutana na mtu mmoja ambaye yeye alikopo ni kichaa, amefungwa kabisa, anapiga watu. Lakini wakati amekutana naye, alimfungua yule mtu, na yule mtu baadaye akaenda kuhubiri kwenye miji karibia 8 hadi 9. Mtu anahubiri miji 9, 8 na watu wanamkubali Yesu, maana yake ni askofu. Kwa hiyo haitaki kuangalia mazingira. Tujue tu kwamba imani yako binafsi ndio inayemponya mwanadamu. Kwamba unamwombea mtu alafu unamaliza kumwombea na kufa badala ya kupona. Nimeshakutana na scenario si moja. Nimeshakutana na scenario kadhaa za namna hiyo, ya kwamba tunamaliza maombi anakufa. Nakumbuka scenario ya kwanza ambaye nimeweza kukutana nayo, nilikopo mita fulani pale, natamani seme maeneo, lakini kwa mapenzi ya Mungu ngoja tu niache. Lakini kuna familia ambayo niliwahi kuambiwa kabisa na Roho Mtakatifu kwamba nyumba kama 4 nilionyeshewa kwamba watu watakufa. Ilikopo ni ngumu sana. Niliingia kwenye maombi, kila nikiingia kwenye maombi naonyeshwa kuna kitu kama mshale, kama I don't know nisemaje, kuna kitu kwenye zile nyumba, naambiwa kabisa nyumba zile kuna watu watakufa. Lakini mmoja hapo, siku nilivyoonyeshwa, wiki moja iliyofuata nikaambiwa tena nyumba ile mtu atakufa. Nikaingia kwenye maombi, lakini nikaambiwa lazima itakuwa namna hiyo. Basi nilijua tu kwamba hiki kitu kitatokea namna hiyo. Siku nimeenda nyumbani, nimelala, nafikiri niko na rafiki zangu, nimelala usiku. Nikawa naona kabisa kwamba saa 10 ikifika nitapigiwa simu. Kweli saa 10 ilipofika nikapigiwa simu na huyo mama ambaye niliamini kabisa kwamba nyumba yake nimeonyeshewa kitu ambacho ishara sio nzuri. Nilipopigiwa simu akaniambia, mwanangu naomba uje. Nilipofika tu yule binti kwa mbali nikasikia anapiga kelele, mtumishi wa Mungu, bora umekuja, naomba unisaidie niondoke salama. Kama mtumishi hauwezi ukasema direct kwamba huyu mtu wenu ameondoka, no. Inatakiwa uache ili madaktari pia wana nafasi yao ya kwenda kutamka. Kwa hiyo ni vitu ambavyo pia vinatujenga sisi kwa imani. Lakini kitu ambacho nilichojifunza katika swala hilo ni kujua kwamba anayeponya peke yake ni Mungu.